Unaposoma Biblia kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 8, unakutana na habari ya kushangaza sana nayo wahusu wakoma wanne. Wakoma wanne ambao walipitia kipindi kigumu, kipindi cha njaa kule Samaria, lakini pia kipindi cha vita. Na leo nataka nikupitishe kwenye mambo ambayo tunaweza tukajifunza kutoka kwa wale wakoma wanne. Mambo ya msingi sana ambayo yatakuza imani yako, lakini pia kama unapita kwenye nyakati ngumu yatakusogeza kwenye hatua fulani. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza kutoka kwa wale wenye ukoma wanne ni kwamba usiogope kufanya maamuzi magumu kwenye maisha yako pale inapobidi. Mtu wa Mungu, kuna watu waliwahi kufanya maamuzi magumu, ni wale watu walikuwa wanaitwa watu wenye ukoma wanne. Watu wale walipitia kipindi cha njaa na kipindi cha vita. Kwa hiyo wakawa wako mjini, wakasema tukienda mjini tutakufa njaa, tukibaki hapa tulipo tutakufa njaa. Kwa nini tusiende kwenye kambi ya Washami? Washami walikuwa ni watu ambao walikuja kwa ajili ya kupigana na Waisraeli. Kwa hiyo hawa watu wakasema tukienda kwenye kambi ya Washami kuna mambo mawili, wanaweza wakatuonea huruma, wakatuhifadhi hai, au wakatuua kwa sababu ya vita. Na cha ajabu ni kwamba walifanya maamuzi magumu ya kwenda kukutana na Washami, na bahati nzuri wakafanikiwa na lengo lao likatimia. Hawa watu walifanya maamuzi magumu, yalikuwa ni maamuzi ya nusu kifo. Kwa Mungu, kwenye maisha yako usiogope kufanya maamuzi magumu. Kuna wakati ili utoke ulipo, ili ufanikiwe kwenda kwenye kiwango fulani cha maisha, hutakwepa kufanya maamuzi magumu. Watu wakuu wote unaowajua kwenye hii dunia ni watu ambao walifanya maamuzi magumu. Watu waliofanikiwa ni watu waliofanya maamuzi magumu. Mtu wa Mungu, kama hutafanya maamuzi kwenye maisha yako, watu watakufanyia maamuzi. Na watu wakikufanyia maamuzi, si lazima wakufanyie yale unayoyapenda. Watafanya maamuzi yanayoendana na maslahi yao. Hawataangalia maslahi yako. Hawataangalia unafaidi kwa kiwango gani. Wataangalia wao wanafaidi kwa kiwango gani kupitia maamuzi wanayoyafanya. Kwa mtu wa Mungu, jifunze kuwajibikia maisha yako, fanya maamuzi magumu. Kuna mahali, kuna kipindi utafika itakulazimisha ufanye maamuzi magumu, na siku zote mtu mwenye imani huwa anafanya maamuzi magumu kwa sababu kuna mahali anaona ambapo wengine hawaoni. Kwa hiyo ukitaka kuthibitisha imani yako, tutaiangalia kupitia maamuzi unayoyafanya. Siku zote anayeamini huwa anaamua kwa namna ambavyo kila mtu akitazama, kila mtu akijiuliza anakosa majibu. Sasa kitu cha muhimu hapa, mtu wa Mungu, unachotakiwa kujifunza ni kwamba siku zote unapofanya maamuzi magumu, jiandae kuingia gharama. Maamuzi yoyote magumu yana maumivu yanayoonekana na maumivu yasiyoonekana. Sasa utakapofanya maamuzi magumu, jiandae kupitia baadhi ya maumivu. Aina mojawapo ya maumivu ni kutokueleweka. Siku utakapofanya maamuzi magumu yanayohusu maisha yako, yanayohusu kazi yako, yanayohusu future yako, jiandae kutokueleweka. Na watu ambao wataongoza kwa kutokuelewa ni wale ambao wamekuzoea, ni wale wanaokujua, ni wale wanaoishi na wewe kila siku, ni wale ndugu zako wa karibu ambao wanafahamu historia yako, wanafahamu ulivyoanza maisha. Wengi watakuuliza, kwa nini unaacha jambo hili unaenda kuanza jambo lingine? Kwa nini unaondoka hapa unaenda mahali pengine? Kwa nini unamwacha mtu huyu unamtafuta mtu mwingine? Lakini ni kwa sababu hawaoni kile unachokiona. Siku zote Biblia inasema, maana tunaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Mtu mwenye imani huwa kuna kitu anakiona ambacho watu wengine hawakioni. Kwa hiyo jiandae kutokueleweka. Watu hawatakuelewa. Kubali kubeba maumivu ya kutokueleweka. Hakuna mtu aliyewahi kufanya maamuzi magumu akaeleweka kwenye maisha yake. Wengi wanaeleweka mwishoni, wakati mwingine hawaeleweki kabisa kutokana na aina ya maamuzi walioyachukua. Lakini maumivu mengine utakayoyapitia utakapofanya maamuzi magumu ni maumivu ya muda. Kuna wakati utaamua utafanya maamuzi magumu, lakini hutapata matokeo kwa wakati unaotarajia. Kwa hiyo usiogope, usikate tamaa,
usivunjike moyo. Hiyo ni sehemu ya maumivu. Hakuna maamuzi yasiyokuwa na maumivu. Utakapochagua kimoja, kuna kingine utakiacha. Ni maumivu ya hicho kingine. Lakini pia utabeba majukumu ambayo yatakuwa hayataenda kama unavyotaka. Jiandae kupitia maumivu ya muda. Jambo lako halitawahi kwa wakati unaotaka. Kuna wakati litachelewa, kuna wakati litachukua muda mrefu, kuna wakati litakula muda wako, kuna wakati utatumia muda mwingi kufanya hicho unachokifanya ili uweze kuona matokeo. Hayo ni maumivu ambayo huwezi ukayakwepa. Jiandae kupita kwenye maumivu ya kukosea. Kuna wakati utafanya maamuzi magumu, lakini yasiwe maamuzi sahihi. Si kila maamuzi magumu ni maamuzi sahihi. Ndio maana unatakiwa ujifunze sana kumuomba Mungu kabla hujaamua jambo fulani, kabla hujafanya maamuzi muhimu yanayohusu maisha yako. Cha kwanza, jifunze kuomba. Unaomba kwa nini? Kwanza unaruhusu mapenzi ya Mungu kwenye kile kitu unachokiomba. Unaruhusu mapenzi ya Mungu kutimizwa. Unazuia hisia zako, unazuia mihemko yako, unazuia hali unayojisikia. Unaruhusu mapenzi ya Mungu kutimizwa. Na hapa kuna wakati mwingine utalazimika kufunga siku 7, wengine siku 5, wengine siku 1, wengine siku 40. Kila mmoja Roho Mtakatifu atakupa msukumo wa kufunga kulingana na jambo unaloliendea mbele yako. Kufunga maana yake ni kwamba unazuia hisia zako kukuamulia. Unaruhusu Roho Mtakatifu ndani yako apate kusema. Unaruhusu kumsikia Roho Mtakatifu kwa undani zaidi akizungumza na moyo wako. Lakini pia unaweza ukafanya maamuzi sahihi kabisa, lakini ndani yake kukawa kuna baadhi ya makosa unayoyafanya kwenye kile unachokiamua. Maana yake nini? Kubali kujifunza. Kubali kwamba utakosea, lakini ni gharama, utaingia gharama ya kukubali kujifunza, kukubali kurudia makosa, kukubali kurekebisha pale ambapo umekosea. Hayo ni maumivu ambayo wakati mwingine yanaonekana, wakati mwingine hayaonekani. Maumivu ya kufeli kwenye jambo unaloliendea. Wale wenye ukoma wangeweza kufa pengine, lakini alikuwa ni sehemu ya maumivu ambayo waliyachagua kutokana na hatua waliokuwa wanaiendea. Lakini kingine, kubali kuingia kwenye maumivu ya kuanza jambo jipya. Jambo jipya siku zote lina maumivu makubwa ndani yake. Ndio maana watu wengi hawapendi kuanza mambo, wanapenda wakute mambo tayari yameshatengenezwa. Watu hawapendi kutengeneza vitu, wanataka wakute vitu tayari vimeshatengenezwa. Utakapofanya maamuzi magumu, jiandae kuanza jambo jipya. Jiandae kubadilisha mfumo wa maisha. Jiandae kubadilisha system yako nzima ya vile ambavyo ulikuwa unaishi, kwa sababu tayari unaanza kitu kipya kwenye maisha yako. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Hayo yote ni maumivu utakayokutana nayo kwenye maamuzi magumu. Wale wenye ukoma walipitia kipindi hicho, na wao walijikuta wanatoka nje ya mji, mahali ambapo hawajazoea, wanaenda kukutana na watu ambao hawajawazoea. Ni jambo jipya kwenye maisha yao. Lakini maumivu mengine utakayoyapitia ni maumivu ya kupoteza baadhi ya watu au baadhi ya vitu kwenye maisha yako. Utakapofanya maamuzi magumu, kuna watu utawapoteza, kuna watu wapya utawapata. Kuna vitu utavipoteza, kuna vitu vipya utavipata. Utabadilisha mazingira. Vyote hivyo ni vitu vipya, ni maumivu ambayo huwezi ukayakwepa. Kumbuka jambo hili, maamuzi magumu hayaondoi matatizo kwenye maisha yako. Maamuzi magumu yanakupa unafuu wa matatizo, yanakupa matatizo ambayo unaweza ukayavumilia, unaweza ukaishi nayo kwa kuyavumilia. Hayo ndiyo maamuzi magumu. Usidanganyike kwamba maamuzi magumu yanamaliza matatizo kwenye maisha yako. Pili, tunalojifunza kutoka kwa wenye ukoma wale 4 ni kwamba walikubali kuchukua hatua bila kuangalia hali waliokuwa nayo. Wenye ukoma wanatufundisha umuhimu wa kuchukua hatua, kupambania ndoto yako bila kujali mazingira yako. Kumbuka wale wenye ukoma walisema, tunataka sasa tuende kwenye kambi ya Washami. Biblia inasema walipoanza tu kuchukua hatua, kikasikika kishindo kwenye kambi ya Washami. Wale Washami wakasema, inawezekana jeshi la Israeli linakuja pamoja na jeshi ya Wahiti na jeshi la Misri linakuja kupigana na sisi. Wakasikia kishindo kama cha farasi na jeshi la vita. Maana yake nini? Walipochukua tu hatua,
Mungu alisababisha kishindo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama hutachukua hatua kwenye maisha yako, ndoto zako haziwezi kutimia. Lakini pili, unachukua hatua kwa nini? Kwa sababu tayari Mungu ndiye anayetangulia mbele yako. Mungu ndiye aliyetangulia mbele ya wenye ukoma na akaenda akawapa ushindi. Mtu wa Mungu, huwezi jua unachotaka kukiendea. Tayari pengine ushindi uko tayari. Imebaki tu wewe kuchukua hatua kwenda kukamilisha ushindi wako. Kuna mambo mengi kwenye maisha yetu hayafanikiwi kwa sababu tunaogopa kuchukua hatua, au tunakuwa wazito kuchukua hatua kufuatilia kile tunachokitaka. Ndiyo, tunaomba, tunafunga, tunatoa sadaka, lakini hatuchukui hatua. Pengine kuna mtu unatakiwa uonane naye akusaidie jambo lako, uchukue hatua ya kumtafuta. Wakati mwingine ni kumpigia mtu fulani simu, uchukue hatua kumpigia simu. Wakati mwingine ni kuzungumza na mtu, unataka kuzungumza naye, uweze ukafanikiwa kwa kuomba tu, lazima uchukue hatua. Wenye ukoma wanatufundisha umuhimu wa kuchukua hatua, lakini wenye ukoma pia wanatufundisha kwamba kuna mambo tayari Mungu ameshatufanikisha, lakini kwa sababu bado hatujachukua hatua, hatuwezi kuyapata. Wale wenye ukoma aliyewasaidia ni Mungu, sio kishindo chao, na wakapata ushindi. Maanake wale wenye ukoma walipoanza tu kuchukua hatua kwenye kambi ya Washami, watu wakaanza kukimbia hata kabla hawajafika. Maana yake ni kwamba wale wenye ukoma wangeishia njiani, wasingepata kile wanachokitaka, lakini tayari ushindi ulikuwepo. Tunajifunza kitu kigumu sana hapa, ya kwamba mtu wa Mungu, kuna vitu tayari Mungu alishatupa, ni sisi tu kunyanyuka kuvichukua. Kuna vitu tayari, unajua wana wa Israeli kama tunavyosoma kwenye Biblia, Mungu alishawapa nchi ile ya Kanaani, lakini kilichotokea ni kwamba walitakiwa wapigane vita ili kuondoa wale maadui, wale watu waliokuwa kwenye ile nchi. Wana wa Israeli wangeamua kuto kupigana vita, walale ndani, wasingepata ile nchi, pamoja na kwamba Mungu alishawapa. Maana yake kuna vitu tayari Mungu alishatupa, lakini kwa sababu hatujachukua hatua, wengine wakati mwingine tunalalamika, wakati mwingine tunasubiri watu watushike mkono. Nikwambie kitu cha ajabu ni kwamba hakuna mtu anayekuona unapoanza kujitafuta. Watu wataanza kukuona pale nyota yako inapoanza kung'aa, hapo ndo watu wataanza kukutafuta. Kwa hiyo maana yake nini? Anza kupambana kung'arisha nyota yako. Chukua hatua ndogo ndogo ambazo zitakusaidia kufikia lengo lako. Cha muhimu, kuna kitu unafanya ili kutimiza ndoto yako. Kuna vitu tayari Mungu alishakupa, lakini kwa sababu hujachukua hatua, huwezi ukavipata. Mtu wa Mungu, jifunze kuchukua hatua bila kujali mazingira ulionayo. Wale wenye ukoma walikuwa ni watu waliotengwa, watu waliopoteza tumaini, lakini cha ajabu ni kwamba hao ndio ambao Mungu alikusudia habari njema kwenye taifa zima la Israeli. Lakini kuwa wanne, lakini ndio waliosababisha mabadiliko makubwa Samaria na Israeli kwa pamoja. Walipeleka habari njema kwa mfalme na taifa zima likapata habari njema. Watu wanne. Tunajifunza kitu gani? Tunajifunza kwamba mabadiliko yoyote hayaanzi na watu wengi. Mabadiliko yoyote yanaanza na watu ambao wamekubali kujitoa kwenye jambo fulani. Linaanza na mtu mmoja ambaye amekubali kujitoa kwa moyo wake wote kwenye jambo fulani. Mabadiliko yanaanza na mtu mmoja anayekubali kusikia sauti ya Mungu na kuanza kufanyia kazi kile anachokisikia moyoni mwake. Mtu wa Mungu, usidharau hatua ndogo. Unapoanza jambo lako, usidharau hatua ndogo. Hatua ndogo ndizo ambazo zilileta ushindi kwa taifa zima la Israeli. Watu wanne ndio walioleta ushindi kwa taifa zima la Israeli. Ndugu yangu, familia yako haihitaji watu wengi wajitambue, inakuhitaji wewe ujitambue. Nchi yako haihitaji watu wengi wajitambue, inahitaji mtu mmoja ambaye atasimama kwenye nafasi yake kuweza kusimamia kile ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wake. Usidharau watu wadogo, usijidharau wewe mwenyewe. Mtu mmoja anatosha kabisa kuwa chachu ya mabadiliko kwenye eneo lake. Lakini jambo lingine ambalo tunajifunza kutoka kwenye ukoma, wale wanne, tunajifunza ya kwamba waliamua kutoka kwenye comfort zone yao. Waliamua kutoka mahali ambapo walikuwa wamezoea kukaa. Waliamua kutoka kwenye kawaida yao, wakafuatilia vitu ambavyo hawajawahi kujaribu kwenye maisha yao.
wakaenda mpaka nje ya mji. Maana yake nini? Kuna vitu kwenye maisha yetu haviwezi kutokea kama hatutajaribu fursa mpya. Kuna vitu havitatokea kama hatutajaribu vitu ambavyo hatujawahi kuvifanya. Kuna vitu havitatokea kama tutaishia tu kukaa sehemu moja. Kuna mabadiliko mengine yanahitaji mazingira mapya. Kuna ndoto ili itimie inahitaji watu wapya, inahitaji mazingira mapya. Mtu wa Mungu, usikubali kukaa kwenye comfort zone. Usikubali kukaa kwenye kawaida. Kuna wakati utalazimika kubadilisha mazingira. Wenye ukoma walilazimika kubadilisha mazingira, wakaenda nje ya mji, na huko ndiko walikoweza kufanikiwa. Mtu wa Mungu, usikubali kung'ang'ania sehemu moja. Mabadiliko ya wakati mwingine utalazimika kuhama mahali ulipo. Wakati mwingine utalazimika kutafuta kazi mahali pengine, kubadilisha eneo la biashara, kubadilisha kazi. Kuna wakati utalazimika kufanya hivyo ili uweze kufikia ndoto yako au makusudi yako.